Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya maisha ya anasa ya Jeffrey Epstein. Hapa tunakutana na kisiwa cha kutisha na mali zake zilivyotumika kwa ajabu. Kisiwa hiki kilitumika kuwatesa watoto, kuwatumikisha na kuwauza kwa viongozi wenye nguvu kubwa duniani. Utajiri wa Jeffrey Epstein ulimwezesha kujenga milki ya kuvutia iliyompa uwezo wa kuwavutia watu wenye nguvu na kuwatega wahanga wake. Mwanzoni katika miaka 1990 alihamishia makazi yake ya kibiashara kwenye kisiwa cha St. Thomas katika visiwa vya Virgin vya Marekani. Eneo hili lilikuwa eneo la kukwepa kodi karibu na St. Thomas. Huko alinunua kisiwa kidogo kiitwacho Little James. Baadaye pia alinunua kisiwa kingine karibu na Great St. James. Sasa kisiwa cha Little St. James kilijulikana kwa majina ya utani kama kisiwa cha ibada au kisiwa cha pedophile. Kilikuwa na nyumba za kifahari, mabwawa ya kuogelea na vifaa vingine vya anasa. Lakini zaidi ya hayo, kiliwaambia wahudumu na walinzi kutowaacha wageni wanaofika katika kisiwa hiko wazungumze kuhusu kile wanachokiona ndani. Yaani unachokiona ndani ukiache ndani huko huko. Ushahidi ulioibuka baadaye unaonyesha kuwa wasichana wadogo waliletwa katika kisiwa hiko kwa ajili ya kuwahudumia Epstein na wageni wake matajiri. Mbali na kisiwa, Epstein alimiliki ndege binafsi aina ya Boeing 727 iliyojulikana kwa jina la utani la Lolita Express, jina lililotokana na riwaya maarufu ya Vladimir Nabokov kuhusu mtu mzima anayemnyanyasa binti wa kambo. Kumbuka, safari za ndege zinaonyesha kuwa Bill Clinton alisafiri kwa ndege hiyo mara kadhaa, na pia rais wa Marekani Donald Trump pia alionekana kwenye kumbukumbu hizo. Clinton alisafiri kwenda Afrika, Asia na Ulaya kwa ndege ya Epstein. Alisindikizana na walinzi wake na watumishi. Epstein pia alikuwa na nyumba huko Palm Beach, Florida, Paris, Ufaransa, Santa Fe, Mexico na pia sehemu nyingine. Nyumba yake huko Manhattan ilikuwa na kamera zilizojificha katika nyumba mbalimbali, ingawa maudhui yake kamwe hayakuelezwa vizuri. Shuhuda wa mahakamani na picha zilizotolewa baadaye zilionyesha kuwa alikuwa na mfumo wa kuwafuatilia na kuwafahamu kila mtu aliyeingia nyumbani kwake, yaani ukiingia unakuwa tageti yake. Kipaji cha Epstein kikubwa zaidi kilikuwa kujenga urafiki na watu wenye nguvu. Aliwavutia kwa akili zake, utajiri wake na uwezo wake wa kuwafanya wajisikie wa kimaalum zaidi. Kuanzia kwa Rais Bill Clinton, rais wa zamani wa Marekani, alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Jeffrey Epstein. Walisafiri pamoja kwenye ndege ya Epstein kwenda Afrika, Asia na Ulaya. Katika kitabu cha kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Epstein mwaka 2003, Clinton na Trump wote walitia saini. Lakini baada ya Epstein kukamatwa mwaka 2019, Clinton alitoa taarifa akisema hakujua lolote kuhusu uhalifu wa Epstein na kwamba alisafiri naye mara chache tu kwa kazi za kibinadamu. Hata hivyo, hati zilizotolewa zinaonyesha kuwa Clinton alitembelea kisiwa cha Epstein na alionekana kwenye kumbukumbu za ndege mara nyingi zaidi kuliko alivyokiri. Rais wa Marekani kwa upande wake, Donald Trump, uhusiano wa Trump na Epstein ulianza mwishoni mwa miaka ya 1980. Watu wengi waliwaeleza kama marafiki wa karibu mno. Katika mahojiano na jarida la New York mwaka 2002, Trump alisema kuhusu Epstein, "Nimejua Jeff kwa miaka 15, yani amemfahamu vizuri. Alisema ni mtu mzuri sana, anafurahisha kuwa naye huyo. Inasemekana anapenda wanawake warembo kama mimi ninavyopenda, na wengi wao wako upande wa mdogo." Lakini baadaye waligombana.
Trump alidai Epstein aliiba watu waliokuwa wakifanya kazi yaani kwake, kwenye klabu yake ya Mar-a-Lago huko Palm Beach. Virginia Giuffre, ambaye alikuwa mmoja wa wahanga, alikuwa akifanya kazi kama mhudumu wa SPA huko Mar-a-Lago alipoajiriwa na Maxwell. Trump alisema, aliajiri wasaidizi, aliiba watu waliokuwa akinifanyia kazi. Nikasema usifanye hivyo tena kamwe. Akafanya tena, nikamtoa nje, persona non grata. Ripoti zingine zinasema waligombana kwa sababu ya nyumba yenye thamani ya dola milioni 41 huko Palm Beach. Trump alishinda kesi hiyo. Katika hati zilizotolewa mwaka 2025, Epstein aliandika mwandishi wa habari mwaka 2019 akisema kuwa Trump alijua kuhusu wasichana, ingawa hakueleza maana yake. Kwa upande mwingine, Prince Andrew, labda uhusiano uliomleta mara kadhaa, wakubwa zaidi ni ule wa Prince Andrew, mtoto wa Malkia Elizabeth wa pili. Andrew alikuwa rafiki wa karibu wa Epstein na Maxwell na alionekana mara nyingi pamoja nao. Virginia Giuffre alidai kuwa akiwa na umri wa miaka 17 alilazimishwa na Maxwell kufanya mapenzi na Prince Andrew mara 3 huko London, New York na kwenye kisiwa cha Epstein. Andrew alikanusha madai haya mara kwa mara, lakini picha iliyomwonyesha akiwa na mkono wake kiunoni mwa Giuffre nyumbani kwa Maxwell huko London iliibua maswali makubwa. Andrew alilipa euro milioni 12 kumaliza kesi ya madai na Giuffre mnamo mwaka 2022, ingawa aliendelea kukana kumjua. Mnamo Oktoba 2025, Malkia Elizabeth wa pili alimnyang'anya Andrew nyadhifa zake zote za kifalme na kumfukuza kwenye makazi yake ya kifalme mwezi Februari 2026. Hati mpya zilizotolewa zinaonyesha Andrew alimtumia Epstein taarifa za siri za serikali wakati alipokuwa balozi wa biashara wa Uingereza. Kulingana na uchunguzi wa mtandao, uungwaji wa wafuasi wa kifalme ulishuka hadi 45% kutokana na kashfa hii. Hati zilizotolewa zinaonyesha majina mengi ya watu maarufu waliokuwa karibu na Epstein. Hii haimaanishi wote walijua au kushiriki katika uhalifu wake, lakini inaonyesha mtandao wake mpana wa mahusiano. Wanasiasa na viongozi wa serikali kama Ehud Barak, waziri mkuu wa zamani wa Israel, alikuwa na uhusiano wa karibu na Epstein kwa zaidi ya miaka 14. William Burns, mkurugenzi wa CIA, ametajwa kwenye hati. Catherine Rummel, mshauri wa sheria wa ikulu ya White House chini ya Obama. Jose Maria Aznar, waziri mkuu wa zamani wa Hispania, alipokea vifurushi kutoka kwa Jeffrey Epstein. Kwa upande mwingine, wanasayansi na wasomi, Noam Chomsky, profesa maarufu wa MIT, aliwasiliana na Epstein kuhusu ufadhili wa tafiti. Lawrence Summers, aliyekuwa rais wa Harvard na mkurugenzi wa Baraza la Kitaifa la Uchumi. Melvin Minsky, mwanasayansi maarufu wa kompyuta aliyefariki, alitajwa kwenye hati za kesi ya Giuffre. Wafanyabiashara na wajasiriamali waliotokea kwenye faili za Epstein ni Bill Gates, mwanzilishi wa Microsoft, alikutana na Epstein mara kadhaa kwa ajili ya ufadhili wa masuala ya afya na elimu. Reid Hoffman, mwanzilishi wa LinkedIn, aliyetajwa kwenye barua pepe. Jess Staley, mkurugenzi mtendaji wa zamani wa Barclays, aliyefanya kazi na Epstein kwa muda mrefu. Peter Thiel, mwekezaji mkubwa wa teknolojia, ametajwa kwenye hati pia. Wanasanaa na watu wa burudani. Woody Allen, mtengenezaji wa filamu, alikuwa rafiki wa karibu wa Epstein. Epstein alitoa takriban dola 15,000 kwa shule ya binti yake Manzi. Michael Jackson alionekana kwenye picha na Epstein na alikuwa rafiki yake sana. Alice Baldwin,
Jina lake limeonekana kwenye kitabu cha anwani cha Epstein, ingawa amekanusha kumjua. Lakini pia Jay-Z ametajwa na wengine wengi. Lakini zaidi ya majina haya yanayojulikana, wabunge walioruhusiwa kuona hati ambazo hazijafichwa wamesema kuna majina 6 ya watu wenye nguvu yaliyofichwa. Mmoja wao ni afisa mwandamizi wa serikali ya kigeni. Mbunge Thomas Massie alisema kuna watu 6 ambao majina yao yamefichwa, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kuhusishwa na uhalifu wa kujumuishwa kwenye faili hizi. Katika uchunguzi uliofanywa na polisi wa Palm Beach mwaka 2005, takriban wasichana 40 walio wadogo walitambuliwa kuwa wahanga wa Epstein, lakini hati zilizotolewa hivi karibuni zinafunua ukweli wa kutisha. Mnamo Februari 9, 2026, wabunge walioruhusiwa kuona hati ambazo hazijafichwa walitoa taarifa ya kutisha. Mbunge Jamie Raskin alisema, unasoma kwenye faili hizi na unasoma kuhusu wasichana wa miaka 15 tu, wasichana wa miaka 14 na wasichana wa miaka 10. Niliona mtoto wa miaka 9. Hii ni ya kushangaza na ya kashfa kweli. Walikuwa wanafanyiwa vitendo vya kinyama. Hii ina maana kuwa Epstein aliwahi kumnyanyasa mtoto wa miaka 9, mtoto wa darasa la 3 au la 4. Mbunge Rouhani aliongeza, kuna watu kadhaa wenye majina yaliyofichwa na hakuna maelezo ya kwa nini majina yao yalifichwa. Wahanga wengi walikuja kutoka familia maskini, nyumba zilizovunjika au mazingira magumu. Maxwell aliwakaribisha kwa ahadi za kazi, usaidizi wa kifedha au fursa za kusafiri. Baada ya kuwafanya wajisikie salama, aliwaingiza kwenye mtandao hatari wa kishetani wa Jeffrey Epstein.